Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tupo katika mwendelezo wa mazungumzo yetu juu ya ibada ya hija, na jana tulielezana kuhusu aina tatu za hija. Leo tutaanza kuizungumza safari ya mwenye kufanya ibada ya hija, namna ambavyo anaitekeleza ibada ya hija. Na kwa kuwa sisi watu wa Afrika Mashariki mara nyingi sana hija yetu tunaoifanya ni hija ya tamattu, yani hija ya kutanguliza umra kisha kuvua ihramu na kupumzika, kisha ndio tunakuja kwenye ibada ya hija. Kwa hiyo tutaanza kuizungumza umra. Nini umra? Mtu anapoambiwa umra, kwenye umra kunafanyika nini? Jambo gani linafanywa katika umra? Yapi yanayokatazwa, yapi yanayofaa? Ndio tutakayoyazungumza. Lakini kabla ya kufika huko, katika kila ibada kunapatikana sharti za ibada, nguzo za ibada, wajibu katika ibada na sunna za ibada. Na hivi ni vitu muhimu mtu kuvijua ili mtu awe anajua kile anachokifanya. Kwa hivyo katika umra kuna shuruti za umra, nazo ni tatu. Na unapoambiwa shuruti katika ibada, shuruti za udhu, sharti za swala, manake hili ni jambo hufanyika kabla ya ibada yenyewe. Ukiambiwa sharti za swala ni kabla hujaingia katika swala. Kwa hiyo shuruti za umra ni tatu. Ya kwanza ni Uislamu. Mwenye kufanya umra lazima awe Muislamu. Kama si Muislamu hakuna umra hapo. Shuruti ya pili ni akili. Mwenye kufanya umra lazima awe na akili. Asiyekuwa na akili, mwenda azimu, amekwenda kufanya umra, atakuwa amekwenda tu, lakini huyu hawajibikiwi wala hakuna umra pale kwake. Sharti la tatu ni kubaligh. Mwenye kufanya umra anatakiwa mtu ambaye amebaligh pamoja na ibada nyingine. Lakini ikiwa mtu umechukua mtoto wako umekwenda naye kama kumfundisha, kumuonyesha, hakuna ubaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala atachukua thawabu za mtoto wako, atakupa wewe mzazi, na mtoto atakuwa amejifundisha mambo fulani, lakini hawajibikiwi ye mwenyewe. Jambo la pili, tunaingia katika arkan ambazo ni nguzo. Nguzo za umra nazo ziko tatu ambazo mtu anatakiwa azifahamu kwamba mimi nikifanya hivi, hii ni nguzo. Nguzo ya kwanza ni kuhirimia, yani kutia nia. Lazima mtu anayekwenda kutekeleza ibada ya umra ahirimie, yani atie nia. Tutaeleza inshallah huko mbele nini maana ya kuhirimia, nia inatiwaje, mahali pa kutia nia ni vipi, tutaeleza. Lakini hili liweke kwenye akili kwamba unapokwenda kufanya ibada ya umra lazima uhirimie, yani lazima utie nia. Nguzo ya pili ni tawaf. Tawaf manake ni kuizunguka ile Al-Kaaba mara 7. Hii ndio inaitwa tawaf. Kwa hivyo hii katika umra ni nguzo, lazima mwenye kufanya umra awe atalifanya jambo hili. Inshallah tutaeleza huko mbele habari hizi. Jambo la tatu ni sa'i. Sa'i manake ni kwenda Safa na Marwa. Safa na Marwa mara 7. Lazima vitu hivi uvifanye unapokuwa wafanya umra. Na nguzo usipoifanya katika ibada, hiyo ibada huwa lazima uirudie. Yani wewe ukiacha nguzo ya swala lazima uirudie hiyo rakaa. Ukiacha nguzo ya udhu lazima uende ukarudie pale ulipoacha. Na hali kadhalika katika ibada hii ya umra, ikiwa utaacha kuhirimia, utaacha kufanya tawafu, maana lazima urudie hiyo umra yako. Halafu kuna wajibu. Wajibu yako mambo mawili. Wajibu wa kwanza ni kunyoa au kupunguza nywele kwa wanawake. Hasa kinachosuniwa kwa wanaume ni kunyoa kipara. Na hili limeombewa dua na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuache kujionyesha uzuri na ubisho katika ibada. Unapokwenda kufanya umra au hija, nyoa kipara. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu wenye kunyoa mara 3, na wale wenye kupunguza ikawa wanambembeleza, na sisi ya Rasulullah tuliopunguza, na sisi mpaka mara ya 4 ndo akasema haya na nyinyi mliopunguza. Kwa kuonyesha uzito wa mtu kunyoa katika kufanya ibada hii ya umra. Wajibu wa pili
ni kuhirimia katika mikati, kuhirimia katika kituo kilichowekwa kwa ajili ya kufanyia ihram, kwa ajili ya kutia nia. Nia ya ibada ya umra au ibada ya hija ina mahali pake pa kufanyia nia, si kwamba wewe nia utatia mahali unapotaka wewe. Lakini inshallah katika safari yetu tutazungumza, ikiwa mtu hakutekeleza nguzo, mtu huyu kama tulivyosema itabidi arudie umra yake. Lakini mtu ikiwa hatotekeleza wajib, huyu mtu lazima atoe fidia. Namna gani utatoa fidia? Wale viongozi uliokwenda nao katika safari yako, hawa watakuelekeza, kwa sababu wewe watakiwa uchinje, ununue pale mbuzi au kondoo pale Maka uchinje, ndio fidia. Sasa vipi utafanya, wapi utampata? Viongozi wako watakuelekeza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wenye kwenda hija na umra mara kwa mara, na Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu. Wakumbushe Waislamu, Allah atakulipa.